Unaweza ukajiuliza mpaka leo hii wengi katika watu wanashindwa kutofautisha baina ya ndoto, mawazo na fikra. Yaani wanashindwa kabisa kutofautisha. Nitakwambia. Tuanzie fikra. Fikra au mawazo. Mawazo ni ile hali ya kuchakata mambo kichwani. Kuchakata mambo kichwani lakini kwa kurudi nyuma. Sawa unalichakata jambo kichwani lakini kwa kurudi nyuma. Yaani kwamba unalipitia jambo lilotokea asubuhi, jambo lilotokea mchana, jambo lilotokea jana, lilotokea juzi, mpaka mwaka wa majuzi, mpaka miaka kadhaa iliyopita, unakuwa unalichakata kichwani. Yale ndiyo yanaitwa mawazo, kwamba unapitia yaliyokwisha pita. Kwa mfano mdogo wa kawaida tu, kama vile mtu ambaye unaangalia movie kwenye CD ama kwenye flash ambayo ilisha actiwa huko kama miaka kadhaa nyuma huko. Hayo ndio yanaitwa mawazo. Lakini fikra hii ni kuchakata jambo kichwani lakini kwa kwenda mbele. Hii ndio inaitwa fikra. Kwa hiyo huyu mwenye fikra huyu ni bora zaidi, kwa sababu huyu atakuwa anachakata vitu vipya, vitu ambavyo havijawahi bado kutokea. Anawaza kesho itakuwaje, au dakika 5 mbele zitakuwaje, au kesho kutwa nini, vitu ambavyo bado havijatokea, yeye anavichakata kichwani. Anatengeneza ile imagination. Hii ndio inaitwa fikra. Kwa hiyo mawazo ni kuchakata jambo kwa kwenda kurudi nyuma, lakini fikra ni kuchakata jambo kwa kwenda mbele. Hiyo ndio inaitwa fikra. Na vile vile ndoto ni nini? Ndoto ni yale mambo ambayo unakuwa unayaona ama unayapitia wewe mwenyewe ama mtu fulani, lakini ukiwa umelala. Ile ndio inaitwa ndoto. Umeelewa vizuri kwa hiyo hii ndoto ni lazima ulale. Unaweza ukawa umelala usingizi usiku, au umelala mchana, au unaweza ukawa umekaa tu ghafla kwa kujia kama usingizi hivi, alafu kuna baadhi ya vitu kama umeviona katika ule usingizi wako. Hiyo ndio inaitwa ndoto. Sasa unaweza kujiuliza kwa nini mtu hukumbuki unachoota? Kwa nini mtu hukumbuki unachoota ama pengine huoti kabisa? Ni kwa nini? Na ukiwa kama binadamu wa kawaida, ni lazima upate taarifa zinazokuhusu wewe na wale kizazi chako kile ambacho kinaishi kwa sasa hivi. Namaanisha kama ni watoto, kama ni ndugu zako, kama ni wazazi wako, lakini vile vile kizazi chako kile ambacho kilishaishi. Namaanisha wale waliotangulia, waliofariki wale. Kwa hiyo lazima upate taarifa kutoka kwa kizazi chako kinachoishi ama kile kilichoishi. Kama babu, kama bibi, kama nani na wengine nyuma waliokwisha. Kwa hiyo lazima upate wewe taarifa zao, au taarifa mienendo yao na mipango yao na majambo yote kupitia ndoto. Umenielewa Kwa hiyo lazima wewe uwe una utaratibu, wewe uwe unapata taarifa kuhusu kizazi chako, kile kilichopo na kile kilichotangulia, uwe unapata taarifa zao kupitia ndoto. Tumeelewana vizuri Kwa hiyo hizi ndoto hizi ni lazima, ukiwa kama binadamu uliokuwa hai, ni lazima uwe unapata ndoto. Umenielewa vizuri? Na kitu kingine unaweza kujiuliza kwamba kwa nini wewe huelewi kile unachoota? Muda mwingine unajikuta wewe umelala, lakini kile ulichoota unakuwa hukielewi. Unajiuliza hapa inakuwaje, mara sijui ndege anaruka, mara naona roundabout lakini sielewi ni ya wapi, maana unaona vitu huvielewi, havieleweki. Na kawaida ndoto kama ndoto huwa inatumia lugha ya ulimwengu wa 4. Huu ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe hapo unaoniangalia, huu ni ulimwengu wa 3 au wanaoita 3D. Yani 3 dimension, yani ulimwengu wa 3 ambao tunaonana, tunatembea, tunafanya hivi. Lakini ndoto kama ndoto
Hizi ni mambo ambayo yanafanyika katika ulimwengu. Baada ya ulimwengu huu, huo ulimwengu unaofuata kwa juu, yani unaitwa 4 dimension kwa lugha ya kigeni, yani ulimwengu huo wa 4. Kwa hiyo mara nyingi sana ndoto hizi zinakuja katika picha ya ule ulimwengu wa 4. Huu ni ulimwengu tunaweza tukasema kwa lugha nyepesi, ule ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo ndoto zinakuja, lakini mara nyingi sana ndoto hizi zinakuja katika lugha ile ya kimafumbo. Kwa hapa kwetu inakuwa ni ya kimafumbo, lakini katika ulimwengu huo wa 4 inakuwa ni katika hali yake ya kawaida. Kwa hiyo ili sasa kuzielewa hizi ndoto ama kuzifahamu hizi ndoto ni lazima wewe uwe umeamka kiroho. Tumeelewana vizuri? Ni lazima kwanza wewe ili kuzifahamu hizi ndoto lazima uwe umeamka kiroho. Uwe roho yako uwe spiritual awaken, yani uwe mtu ambaye roho yako tayari umeamka. Na kitu kingine, wewe ni lazima utakuwa au uwe mtu wa meditation, ile wanaita tahajudi, taamuli, sio ni tahajudi na kitu kama hicho. Yani meditation, huwa unafanya ile meditation. Kwa hiyo unakuwa unafanya yale mazoezi, mpaka baadaye unakuwa wewe tayari umefika katika hali hiyo ya kuamka kiroho. Nitakuja kuielezea vizuri hii meditation ni kitu gani na inakuwaje na kwa nini meditation katika darasa nyingine ambazo zinafuatia. Usiondoke.